Nani, kuna mambo mengi duniani. Asubuhi wifi yangu. Sina shida salamu yako. Sema kilichokuleta. Lakini mbona sijaja kwa ubaya wifi? Uje kwa ubaya, uje kwa uzuri. Sema shida yako. Okay, mimi nilikuja kuuliza kama mume wangu katuma pesa kupitia simu yako. Kwa sababu aliniahidi kuwa atakuwa anatuma kwenye simu yako na unaelewa fika kwamba mimi situmii simu. Kwa hiyo mume wako kutuma hizo pesa unaona kama nitazila? Au mimi nilishindwa kuja huko kwako kukuletea? Hapana wifi, lakini aliniahidi kuwa atakuwa anaituma kupitia simu yako. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Ondoka! Kuharibiana siku tu. Ovyo! Mtu mwingine hasa. Mume kama mume asisende kununulia simu yako. Tusichanganyane sasa. Nani. Waichenge. Hivi una shida gani lakini? Yeye mtu toka ulivyotoka jana ndo unarudi sasa hivi. Kwa nini lakini unamsumbua kaka yako? Yaani mtu upo kazi zote anazifanya kaka yako na sasa hivi kaka yako kaenda dukani na wewe upo. Una shida gani lakini wewe mwanaume? Kwa nini unamsumbua sana kaka yako? Hivi unanichukulia mlevi sana mimi. Kwa kumbe uko unaniigizia Hivi yule mwanaume wako unamuongelea anokujali, anokusamini. Kwa mfano nikakwambia kaenda kwa mwanamke mwenzako, unachukua hatua gani? Una maana gani? Muda bado hujafika. Muda ukifika utaongea. Unajua nilijua mstupi. Nimefurahi kukuona. Hata na mimi pia nimefurahi kukuona kwa sababu nilikuwa natamani niweze kukuona hapa. Haya bwana. Kuna kitu nataka nikuambie. Lakini natamani majibu yake yawe ndio. Nimekubali kuwa mke wa pili kwako. Namaanisha nimekubali kuolewa na wewe. Sasa sijui kama mke wako atalikubali hili. Ni jambo la heri.
kwa sababu naongeza daraja. Lakini hata hivyo ni kwamba nadhani muda hujafika. Na muda ukifika basi nitaweza kufunga ndoa nawe. Sawa. Natumai majibu yangu yatakuwa mazuri. Nitafurahi endapo utaniambia ndio. Yaani sijui hiyo siku nitafanya nini. Unajua kabisa kuwa nakupenda. Sioni sitamani kuwa mbali na wewe. Haijalishi ni kwa hali gani. Usijali. Mimi naamini kila kitu kina muda. Lakini sijajua kama mkeo ataliafikiri. Kuhusu mke wangu, nitamwambia muda ukifika. Kwa sababu mke wangu kwa sasa, kutokana na hali yake, nikimwambia kama anahitaji kuoa, linaweza likatokea baya lolote. Sawa, basi ngoja mimi niwahi shambani. Unajua tena nilimdanganya dada na fofo ili tu nipate muda kuja kuonana na wewe. Sawa, ina shida. Hata na mimi pia nawahi ngeni. Lakini kasema acha nijibe kwa ajili yako wewe kipenzi changu. Haya, sawa. Bye. Poa. Wenyewe hapa. Odi. Bibi wanajitia ndani tu. Joto kama hili. Naona mdogo mdogo. Asante. Vipi? Asante. Ila shoga yangu huwezi amini. Kuna jambo linanitatiza sana. Jambo gani tena? Kuhusu Roy. Roy? Huyo Roy unayemjua wewe. Kafanya nini tena? Roy ananihitaji kimahusiano. Na amekuwa king'ang'anizi sana. Hali ya kuwa nishamwambia kwamba mimi ni mke wa mtu, lakini bado yani afahamu kabisa. Na hata sielewi nafanya nini. Kwa kweli hili ni tatizo. Na umefanya uamuzi gani shogangu mpaka sasa hivi? Sina uamuzi niliochukua. Yaani mpaka nafika hapa kwako, ujue nahitaji ushauri. Sawa. Ila mimi nitakushauri shogangu, bora ubaki kwenye msimamo wako. Kwa sababu siku hizi wanaume hawatabiliki kabisa. Na unaweza kumkubalia afu kaharibu kila kitu kwenye maisha yako. Bora tuwe hivyo, na ukiona bado anaendelea, basi mfikishe kwenye uongozi, hata kwa mwenyekiti. Anaweza kusaidia. Mimi naelewa shoga yangu, na kuhusu swala hilo wala usiwe na shaka. Mimi nitaenda kwa uongozi na nitalifuatilia kadri niwezavyo. Ili mradi tu niepukane na hii hadha ambayo ipo katika maisha yangu. Sawa, haina shida, karibu. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Ila nini tena Dareina? Naomba kama una 500 unisaidie naelekea dukani. Yaani wewe. Sawa shogangu, usijali. Changamoto tumeumbiwa wanadamu. Haina shida. Nisubiri. Haya. Taratibu basi na wewe. Shogangu, mimi sina chochote kitu. Ila
Naamini kitakusaidia hata kidogo. Asante sana. Tena nashukuru. Ubarikiwe sana. Sijali shoga yangu. Mwenyezi Mungu akujalie kila la heri. Haina shida. Kama hizo na huyo Mange. Wewe mwenyewe unamjua Mange alivyo. Basi haya siku nyingine. Haya. Anita, ni kweli nilikuwa nakupenda. Lakini tambua kitu kimoja. Jayman ni rafiki yangu. Na ni mtu ambaye amenisaidia sana katika maisha yangu. Najutia sana ama najilaani katika dhambi ambayo ninaifanya. Halikuwa Jayman amenisaidia kwa kila kitu. Lakini huu sio wema ambao ninaofanya kwake. Nilichoamua ni mimi kuweza kurudi kijijini kuendelea na familia yangu. Kwa sababu wewe sio mwanamke wangu. Wewe ni kama kimada tu kwangu. Sasa kwa nini mimi niendelee kufanya unyanyasaji kama huu? Abi, wewe humu ndani ulikuwa hule. Vai. Umekosa nini kwangu? Waka unaninyanyasa Abi. Mimi sitazami kuhusiana na kuvaa ama kula. Lakini naangalia katika ubinadamu. Unafikiri Jayman kama atapona kutokana na presha ya macho ambayo ameipata, ataniona mimi ni mtu wa namna gani? Ama hata kama tunafanya haya mambo, ina maana ujue kwamba Mungu anatuona katika hichi ambacho tunakifanya? Mimi sihitaji tena Anita. Ni bora tu niende kuendelea na maisha yangu. Abi, mimi nakupenda. Kwani utampenda thamani yangu? Nikupendeje Abi? Umekosa nini kwangu? Nini ambacho sikupi Abi? Mbona unifanyia hivi? Mwenzako mimi nateseka. Endelea kumpenda mume wako. Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi. Nikutakie maisha mema. Abi. Abi. Anita. Anita mdogo wangu. Kwa nini unang'ang'ania penzi lilokuwa sio la kwako? Unamng'ang'ania mwanaume ambaye hana thamani na wewe? Unadhani ingekuwa muda wako unaopoteza kwa mumeo isingekuwa sahihi? Dazeni nakuheshimu kwa kuwa ni dadangu. Tena ukome na ukomae kufuatilia mambo yangu. Anita, unaongea ujinga gani wewe? Hapana Shem. Relax. Enjoy, upo na mimi. Tulia. Naomba tuendelee na mazoezi. Habari yako binti? Nzuri, shikamoo. Marahaba. Vipi, mama yako nimemkuta? Ndio umemkuta. Samahani, naomba unitie. Mama. Mama. Abe. Kuna mgeni wako nje. Haya. Umefuata nini hapa? Mapenzi. Mapenzi? Mimi na wewe tuna mapenzi gani? Reina, mimi sitoacha kukusumbua wala sitochoka hata siku moja. Naomba unisamehe kati ya jambo hili ninalolifanya. Hivyo mwanaume unajitambua kweli wewe? Najitambua, ndio maana nimefika hapa. Haijalishi hata kama mume wangu akawa amesafiri, nimvunjie heshima. Najiheshimu na ninamheshimu pia mume wangu. Nisikilize. Iwe mwanzo na mwisho kuja hapa. Narudia kwa mara nyingine, nikija kukuona hapa, utanitambua mimi ni nani. Ondoka. Reina, hebu angalia mimi na wewe wapi tumetoka. Mimi sijielewi, sitambui kitu chochote, sina future maisha kwa ajili yako. Naomba univumilie Reina. Nikuvumilie? Nikuvumilie kwa lipi? Na kuheshimu, tuheshimiane, tafadhali.
maumivu na kala yananichosha, mapenzi jela chozi lanidondoka, maisha na kifo vyote naviogopa, wapi nitulie. Maumivu na kala yananichosha, mapenzi jela chozi lanidondoka, maisha na kifo vyote naviogopa, wapi nitulie. Ndani Siku. Salama. Mzima kabisa. Nashukuru Mungu. Shem, mambo? Poa, bale. Kwema kabisa. Mzima. Aise? Umebadilika kwa kweli. Ndugu yangu maisha. Maisha ndugu yangu kwa mjini, lakini ndio vile nimeona niweze kurudi nyumbani. Siwezi amini kama ndo wewe. Unajua mara mwisho nilivyokuona ulikuwa ni mwembamba. Ila sasa umekuwa ni mnene. Una madevu kama Osama bin Laden. Ndugu yangu auishi matani kila siku. Nawezaje kuacha mimi? Unajua Shaksi, kila siku maisha yanazidi kubadilika. Lakini pia ongera. Naona zao ambalo umelipanda hivi karibuni tu unaweza ukavuna sasa. Ni mke wangu. Hivyo hivi karibuni natarajia kupata kidume cha mbegu. Sasa. Tupo ndugu yangu. Mungu anasaidia. Maisha ya mjini amenifanya niweze kurudi nyumbani tena. Basi sawa. Nisikucheleweshe. Bwana, wacha na mimi nikaone familia yangu. Basi sawa, haina shida. Sema leo nikukute kule ambapo tunakutanaga. Bwana ndugu yangu. Pamoja sana. Sawa, haina shida. Basi haya kaka. Sawa. Haya pamoja. Poa. Karibu shemu. Haya. Poa. Unajua yule alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Hivyo leo nimemkuta hapa. Unajua nimefurahi kweli kuweza kumkuta hapa. Nashi mwanangu. Mama. Mimi naelekea kisimani. Kwa hiyo naomba umalize hii kazi hapa nje, alafu kaendelee na mapishi humo ndani mwanangu. Sawa? Sawa mama. Haya. Wewe. Shikamoo. Karibu ifi yangu. Sina haja karibu yako. Hiyo pesa imetoka kwenye mfuko wangu. Kwa sitaki kuwekwa soko nyumbani kwangu. Umenielewa vizuri. Usijali mwanangu. Uendelea na kazi hapo. Niache niende kisimani. Loi. Una matatizo gani? Loi. Umepatwa na nini? Wenzio tunapambana kulima. Mtoto wa kiume, wa pekee. Umekaa hapo nawaza. Unawaza kitu gani Loi, mbona unanichanganya? Unachowaza kitu gani wewe? Dada. Umemwona mdogo wako hapo? Hakuna anachokiwaza zaidi ya mke wa mtu tu. Hapo alipo amekaa anamsubiri huyo mwanamke wa mtu aje. Hii ni sawa kabisa. Hata kama huyo mke wa mtu pia anataka mahitaji. Binti anataka mahitaji. Usipokuwa na pesa nani atakupenda Roy? Kweli? Mimi hata sielewi. Unanikodolea macho tu? Kana kwamba hujui ninachokiongea, si ndio? Sawa. Naongea kama dada. Nikiinua au mguu hapa, huo umeshafika nyumbani. Lia tuondoke.
Reina. Reina kipenzi changu, muda wote nilokaa hapa nilikuwa nakusubiri wewe na nilijua tu lazima uje. Hivyo una akili kweli? Ni mara ngapi mimi nakuambia kwamba hacha kunifuatilia? Na unatambua fika kwamba mimi ni mke wa mtu na kuheshimu na jiheshimu. Naomba tuheshimiane. Hata kama uwe mke wa mtu, mapenzi ni ugonjwa na mimi tayari nimeshaugua. Kwa maana hiyo, Reina, mimi siwezi kukuacha hata siku moja. Naomba niruhusu tu niingie katika hisia zako. Tena iwe mwanzo na mwisho. Sitaki. Yaani umekaa huko umepoteza muda wako, unaacha kufanya mambo mengine, unakuja kunisubiria mimi? Tumeagana mimi na wewe. Samahani wewe kaka na kuheshimu. Reina, mimi sio ajabu, sivyo kama unavyosema. Nimesha kubembeleza sana. Ila leo nitaongea kwa vitendo.